Ni wetu, rafiki wangu wa dhati na wa karibu, Mheshimiwa Anthony Kimani wa Ichungwa. Karibu bro. Asante Mheshimiwa KJ, Your Excellency the President, Bishop Ken na kanisa letu la Revival. Good morning, good afternoon. Is it morning or afternoon now? Good morning. Tumsifu Yesu Kristo. God is good and all the time. Asante sana Your Excellency, nimeshukuru kuandamana na wewe vile Bishop ametusomea kwa Biblia ya kuwa ni wengi waliponywa lakini mmoja ndiye alirudi kusema asante. And we thank you, Your Excellency, because when you came back recently from China, ulisema unataka kwenda kanisa ambayo tunaweza pea Mwenyezi Mungu shukrani, na ukamuuliza Mheshimiwa KJ. Na KJ hakusita, akasema mahali ulikuja 2019 kwa kanisa hili, akamuuliza Bishop Ken aje atukaribishe, na nishukuru Bishop Ken na mke wako kwa kutukaribisha kanisani. And we thank you. Pia Bishop, umetusomea Psalms 124. Na ukatusomea vizuri that were the Lord not with us, when the people attacked us, they would have swallowed us alive. Na unajua Bishop, mesikia Mheshimiwa Kasarani akisema napenda kujigamba nilisomea Alliance. So wakati uliatuambia, ask your neighbor if he has ever been attacked. And I was seated next to the president, having gone to Alliance. There is no way I would have asked the president whether he has ever been attacked. Sababu nilijua. Nilijua he has been attacked. And singeweza kumuuliza, nikamwambia, I know they attacked you. Na pia ukisoma that Psalms 124, Bishop, vile ulitusomea, nilijiuliza, who are these who are attacking us? Sasa zingeuliza rais, who attacked you? Sababu nilijua walikuwa wanajiita deep state na system. And it is true, Bishop, wakati umetukaribisha pale umekumbusha rais that when COVID hit in 2020 March, Mheshimiwa Rais alianza kazi ya kuwasaidia watu especially around Nairobi and the environs, ya kupeana chakula through makanisa. Na Bishop, unajua Mheshimiwa KJ alitumwa mara mingi akaleta chakula hapa ya kusaidia watu, na pia sisi wengine ambao tunakaribia eneo hili tukapata chakula. Lakini wale walikuwa na attack wakati waliona hiyo mchakato ya kupeana chakula kupitia makanisa. Nakumbuka Bishop, walikuja Kikuyu wakatuwekea sumu kwa chakula. Wakaja hapa Dagoretti South wakaweka sumu kwa chakula. So when we read that, were it not for the Lord being with us, the floods would have engulfed us, nilijua ya kweli kuna Mungu mbinguni. That we were attacked, and when their anger flared up and the floods were almost engulfing us, the Lord our God came. Hakutumana, alikuja mwenyewe. Saved the people of Dagoretti South when they were poisoned, saved the people of Kikuyu when they were poisoned, and we are now here to praise the Lord that through his name we also have a president who visited you here as a candidate who was under immense attack, who people had organized to attack him. They would have swallowed him alive. Lakini sababu ya Mungu yuko hapa akiwa rais. Sio ndio Mwenyezi Mungu? Na Your Excellency, unajua shetani
wewe pia, sababu ni evangelist wetu. Huyu rais is not just a mentor to us as young leaders, he also evangelizes to us. Na wakati mambo imetulemea, tunaona kama iko ngumu, huwa anatuambia nyinyi mumuamini Mwenyezi Mungu. Your Excellency, sasa leo sababu pia nilisomea Alliance, I want to encourage you. The same way I would not have asked you whether you have ever been attacked. I want to encourage you that to continue trusting in the Lord. Sababu, Your Excellency, if you think about it, when their anger flared against us and they poisoned our people, they could not succeed because the Lord our God was with you and was with the people of Kenya. When you won the election, Your Excellency, against all odds, we did not know how terribly beaten our economy was. Until you got into office, we were able to analyze the state of our economy, and it sank into our minds how downtrodden our economy had gone, that as people focused on attacking, as their anger flared up against us and against you, Your Excellency, and against the people of Kenya, they forgot the core business of governing and maintaining our economy. Tukachukua uchumi ambao madeni yalikuwa yamekokotana, hakukuwa na pesa. Uchumi ambao tulikuwa na CBC education system, hatukujua watoto January wataenda CBC secondary schools ama kwa primary schools. Leo, Your Excellency, watoto wetu wako junior secondary school under CBC and moving on with their lives, even among us the challenges that we had. Your Excellency, uchumi ambao ulikuwa umekaliwa na madeni, hatungeweza kusonga. Because of your belief in God and believing that the Lord God was ahead of us, leo, as our brother Dindi Nyoro has said, you have been able to stabilize our economy. And Your Excellency, as a member of Kasarani has said, for the first time in our country, manifesto ya mtu akiingia kwa ofisi kuchaguliwa imekuwa sio kijitabu cha kufanya campaign. You have implemented our manifesto and you continue to implement our manifesto. Vile tumeambiwa, walimu for the first time, close to 60,000 teachers have been employed in 1 year under your administration, Your Excellency. Madeni ambayo tulikuwa nayo, Your Excellency, today the controller of budget is reporting to us ya kuwa kila mwaka sasa pesa ambazo tunatumia kulipa madeni ni zaidi ya shilingi trilioni 1, na uchumi unaendelea. Huyo ndio Mwenyezi Mungu, Your Excellency. And I want to encourage you, Your Excellency, to remain focused. Na nikuambie wale wa ku-attack, sababu wengi, ukiona wengi waki-attack, ni shetani wako anacheza hapo katikati. Shetani hajalala, Your Excellency, bado ako kazini, lakini Mwenyezi Mungu ako kwenye kiti chake cha enzi na atatulinda na kulinda taifa letu. Ndio maana leo, Mheshimiwa Rais, juzi wakati wa siku ya mashujaa, ulizindua mpango wa universal health coverage ambao umetuhepa, vile Bishop alituambia unakwepa. Lakini safari hii Rais amesema haiwezi kutukwepa. We now have actual universal health coverage. Ya kuwa hivi karibuni, Rais, vile ulisema serikali yako itakuwa ni ya mama mboga na mtu wa bodaboda, leo hii chini ya mpango wa universal health coverage, mtu wa bodaboda akipata ajali, mama mboga akipata ugonjwa ile inaitwa chronic ama critical illness kama saratani, cancer ama kisukari, diabetes, ataweza kutibiwa kwa serikali, kwa hospitali ya serikali bila malipo yoyote. Na Mheshimiwa Rais, najua watu wengi wale nasikianga wakiuliza, huyu Rais alituambia hii serikali ni ya mama mboga. Ako wapi mama mboga kwa hii serikali? Mama mboga ako kwa serikali, kwa serikali kufanya juhudi na bidii
kutumikia mama mboga, ya kuwa akipata ugonjwa wa kansa hata kufa na shida, familia zao hawatauza mashamba yao na kuwa maskini sababu ya magonjwa kuingia kwa jamii. Wataweza kwenda kwa hospitali watibiwe, na hiyo gharama ya matibabu igharamiwe na NHIF ama National Social Insurance Fund or the Critical and Chronic Illnesses and Emergency Funds. Ya kuwa rais, vijana wetu wa bodaboda akipata emergency kama accident, avunjike mguu, hata uza pikipiki yake agharamie matibabu. Ataenda hospitali atibiwe, na serikali yako imwambie aende nyumbani na imlipie gharama ya matibabu. Your Excellency, I want to encourage you that is a mark of leadership that this country had been yearning for. And God appointed you to become our leader at this time with a purpose, and knowing that you had the fortitude, you had the energy, and you had the vision to move our country forward. And we want to confirm to you, Your Excellency, and commit to continue to supporting your agenda and the manifesto that we together with you we sold to the people of Kenya, kuhakikisha ya kuwa tumetekeleza yale yote ambayo tuliwaahidi wa Kenya wetu. Mheshimiwa Rais, kwa hivyo usiwe na wasiwasi. Ukisikia kelele mingi, wewe funga masikio, sema it is like they attacked me before. Sababu wengi hawataona mahali umelenga. To stabilize a country in a situation where we were in a very bad state, Your Excellency, ya kuwa kesho na kesho kutwa hatutakuwa watu wa kulemewa na madeni. Hatutakuwa watu ambao nchi ambayo watu watategemea chakula ya msaada. Watu watakuwa wakiproduce chakula yao kupitia subsidized fertilizer na ile mipango ingine, Mheshimiwa Rais, ambayo umeweka. We want to encourage you, Your Excellency, continue focusing on the job. Don't listen to the naysayers. Ukiona wengine, nimesikia Your Excellency, wanasema hii mambo ya hospitali ya NHIF itabadilika ikuwe National Social Insurance Fund and the other funds, Your Excellency. Nimesikia wengi, they are only focusing on one item. Hata niliona wengine kwa TV wakisema the Ruto taxes. Lakini hawaambii mama mboga na mtu wa bodaboda na yule mwingine mwenye ni mama ama mzee, indigents in our society, wale hawajiwezi. Ya kuwa mama mboga, mtu wa bodaboda ambaye alikuwa analipa shilingi 500 kwa NHIF, kupitia kutia sahihi ile bill ambayo sasa ni Act of Parliament, huyo mama mboga, huyo mtu wa bodaboda ambaye ndiye mwenye serikali, gharama yake ya NHIF imeshuka kutoka 500, atakuwa akilipa 300, as you promised, Your Excellency, during the campaign. That the indigents in our society, the downtrodden, mwenye hataweza kulipa, serikali itagharamia malipo yake ya NHIF na atakuwa covered, akuwe na medical insurance cover. Your Excellency, as I said, that is a hallmark of leadership, and a mark of leadership that you are not focusing, as KJ said, on what is popular today, but what will make our country stronger. And we encourage you, Excellency, as we continue to pray with you and pray for you. Sitaki niseme zaidi ya hayo, Mheshimiwa Rais, sababu leo ni wewe umetuongoza kuja kama wale wenye ukoma ama leprosy 10 ambao waliponywa, ukatuambia tukue huyo mmoja alirudi kwa nyumba ya Bwana kusema asante. With those many remarks, may I have the distinct honor to now ask you to be